Na mtazamaji, karibu tena, shukran kwa kuendelea kusalia nami. Moja kwa moja tunazamia bunge la mwananchi. Kama nilivyokujuza awali, tunatathmini shughuli inayoendelea ya usajili wa wapiga kura. Na kumbuka zoezi hili limeingia juma la pili, lakini kufikia juma jana idadi ya waliosajiliwa ilikuwa chini mno. Nafikiri takriban 7,000 hivi, kaunti kama Lamu, Nyamira, Tana River, Tharaka Nithi na hata Nyeri zikiwa na idadi ndogo zaidi ya kuandikisha wapiga kura wapya, na maeneo ya miji kama vile Nairobi na Mombasa kidogo yakionekana kuwa na idadi ambayo ni ya juu kidogo kushinda maeneo ambayo yalikuwa na idadi ndogo zaidi. Sababu ambazo zinatolewa ni nyingi na vijana, lakini katika kuzifahamu zaidi nitakuwa na pata sauti za vijana kutoka maeneo ya mashinani, na hapa studioni nimeungana na Marvin Mabonga ambaye yeye ni kiongozi wa vijana na ni mwanaharakati wa masuala ya vijana. Pia atakuwa anatuambia katika pitapita zake ni yapi ambayo anahisi yanachangia kujitokeza kwa vijana, hususan wa kizazi kipya cha Gen Z ambacho wengi walitarajia kitakuwa kinajitokeza kwa wingi, hasa baada ya maandamano ambayo tumeona katika mwaka jana na mwaka huu wakiwa wanashirikiza serikali na uongozi wa sasa kuhusiana na masuala mbalimbali. Hayo na mengine mengi yatakuwa yanafuata katika sehemu hii ya bunge la mwananchi, lakini kwa sasa tuzamie sehemu ya Mombasa ambapo mwenzangu Tobias Chanji alipata fursa ya kuzungumza na baadhi ya vijana na kutathmini tu yapi yanasababisha vijana kujiweka nyuma katika zoezi ambalo huenda likawa lina uamuzi mkubwa katika haki yao ya kidemokrasia kwenye uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027. Tusikilize kauli hizo, alafu tutakuwa tunazitathmini tutakapomaliza. Nyingine pia tunakutana na wakazi wa Mombasa katika bunge la mwananchi Alhamisi hii tukiwa katika maeneo ya National Library katikati mwa jiji la Mombasa, na mada yetu ya leo tu ni kuhusiana na kujiandikisha kwa wapiga kura. Mbona idadi ndogo inaendelea kushuhudiwa? Nami hapa ni baadhi ya wanabunge wa bunge hili ambao kutana kila siku, lakini kwa sasa wamekuwa wachache mno. Labda unatuelezea ni kwa nini wamekuwa wachache hii leo, lakini bila shaka tutaendelea na mada hii yetu ya leo. Labda tuanze na mzee tu hapa, majina yako nani na utuelezee kwa nini Wakenya hawajitokezi kujiandikisha kama wapiga kura? Mimi kwa majina naitwa Rafael Ondieko Dieni Wakaya. Mimi ni mkazi wa Ziwa la Ng'ombe. Kwa sasa hivi naongea jijini Mwembe Tayari. Kwa kusema kweli, mtangazaji, kuna changamoto nyingi sana, kwa sababu vituo vya chukulia kura ni mbali. Alafu jambo la pili, unapata kama au wenyewe watu wa IBC hawakufanya civic education, kwa sababu umeona, kwa kusema kweli, ni miaka karibu 2.5 tulirai serikali sisi kama wananchi tuwe na IBC mapema, lakini wameleta IBC kuchelewa, alafu hawakufanya civic education. Alafu kumbuka ya kwamba economic status hivi sasa, uchumi kwa kusema kweli haiko nzuri na wananchi. Jambo lingine, unapata kama watu kama disabled, wale watu kama vipofu, wale watu ambao kwamba hawezi wakajitokeza wao wenyewe. Na kumbuka vituo ni mbalimbali vile ninavyosema, kwa sababu uwezi ukatoka Chuda kwenda Uru na kazi, na uwezi ukatoka Mtongwe uende kule Likoni. Sasa wananchi wanakumbwa na changamoto tofauti tofauti, kwa sababu unaona kama wananchi wame lose faith na kupiga kura, kwa sababu unaona toka 1992 mpaka sasa tumepiga kura mara 6 mara 7, lakini unapata faida, tukimalizia tunapata faida ya kura ni kidogo. Ndio maana unaona kama wananchi wanaona hakuna maana ya kupiga kura. Haya, shukrani mzee. Kabla kuongea na wewe, wacha tuzungumze na mzee hapa kidogo, tuelezee majina yako nani na pia utoe hisia zako. Mimi kwa majina naitwa Decha Mkiri, ni mkazi wa Ziwa la Ng'ombe. Kulingana na hii vile ilivyo, kulingana na hili zoezi la kuwa IBC wenyewe ndio wamechelewa kuleta hii kazi. Kwa hivyo wajiandae vizuri, ama watupatie muda tena kwa kuwa tunaweza tukaja chini kujiandikisha. Muda wa kutafuta vituo au muda
Si vituo kuongezwa, ni waongeze muda huu ambao kama wameweka muda wa siku 30 waje wahamasishe tena wananchi, alafu ndio wapange tena hizi taratibu. Manake ni kama yani huu muda watu wengi yani miaka 2.5 kutoka hii hali vile iko, walikuwa ni waje wahamasishe watu mwanzo mashinani, alafu ndio watangaze hii tarehe. Haya, nashukuru kwa maoni yako. Amezungumzia mjomba pale, amezungumzia masuala ya uhamasishaji. Wanakuita nani, unatokea wapi na mchango wako ni upi? Asante. Kwa majina naitwa Benedicto Solo Jambo. Mimi natoka Mshomoroni Junda Ward, ndio mimi mali ninapoishi. Ningependa kuchangia maneno kadhaa na sasa kwa korefu lakini ni madogo. Jambo la kwanza, the IBC wange consider the distance location of a place. Kwa ajili gani naongea hivyo? Utakuta pengine kama ukienda like Kisauni hapo, hiyo the mali kwa IBC ni just ni sehemu moja, lakini mtu kutoka hapo mpaka hapo kuna changamoto ambazo zinakuwa. Na pia wanatakana wa consider kwa mambo pei, kuna watu wale wazee, kuna walemavu kama mimi niko katika hicho kitongo cha walemavu. Naona wangetaka wa consider pia with the age limit of a person. An old person like 50 or 60 years, yeye kutoka hapa from that particular place kupiga kura kwake ni changamoto. Ningeomba IBC wakuje na structure, at least waeke watu wao mashinani especially for disability, wakuje on the ground waweze kusajili ya watu, manake ni mtambo tu wa kusajili. Na sitasema mengi kabisa, na pia vile uchumi livyo sahihi, naweza kusema tu pengine watu wengi wamevunjika morali kulingana na uchumi, wanapiga kura wakitarajia kuna change watapata, but they see no change. So wananchi wengi wamevunjika na nguvu na morali kwenda kupiga kura. Ni IBC wakuje na structure, wajaribu pia kushirikiana na viongozi kama MCA, kama senators na washirikiane na wabunge, waangalie vile wanaweza kufanya. Kama mbunge ana uwezo ama MCA, then waangalie ways wanaweza collaborate at least kuchukua watu mashinani kuwapeleka katika hicho kituo cha IBC kuweza kukata kura. Kwa hiyo machache yao ndo naweza kusema. Asante. Sawa, nashukuru. Kuna kijana hapa pia, sogea tu karibu. Na inasemekana vijana wengi ndio mwanzo hawajitokezi kabisa kwenda kujiandikisha kama piga kura. Majina yako nani na hisia zako? Kwa majina naitwa Stephen Moiro, mimi ni mfanyabiashara hapa Mbetari. Nafikiri sababu kubwa sana ya vijana kujiandikisha, naweza sema ni kwamba hakuna ile civic education, na vile vile wale watu ambao wanaandikisha watu kupiga kura sio wengi. So mimi ningehimiza IBC waongeze zile vituo za kujiandikisha, na ikiwezekana pia wale watu waweze kutembea kwa biashara za watu, sababu watu wako busy wakifanya kazi, itakuwa ngumu sana mtu kuacha kazi yake alafu aende akajiandikisha. Unaelewa kwamba vijana wanajituma sana. Ikiwezekana hata kama tutakuwa na nafasi, hata kama ni nafasi ya watu kujiandikisha online, na kingine ni kwamba waweze kufanya sensitization especially online pahali ambapo vijana wako. Tofauti kubwa sana na miaka iliyopita ni kwamba hakuna yale mafunzo ya umma, civic education kuhusu muhimu wa watu kujiandikisha. Sasa hiyo ndio wanafaa waasiste sana. Sawa, tutazungumza na tutapata jamaa fulani hapa. Sogea tu karibu. Njoo, unaona umekimbia sana mpaka unatoa jasho. Haya, tuanze na majina yako ni yapi? Mwanzo umejiandikisha kama mpiga kura? Mimi nimejiandikisha kama mpiga kura kwa Ziwa la Ng'ombe. Majina yako ni yapi? Jina yangu naitwa Ibrahim Mutinda. Na kwa nini saizi watu wajitokezi na haswa vijana kujiandikisha kama mpigaji kura? Shida iko wapi? Kitu ya kwanza, hasa kama mimi nikiwa katika hiyo orodha ya vijana, sisi vijana wengi kama tumelose hope, kwa sababu kila mara tunajitokeza tunapiga kura tukitarajia tuone hata matakwa yetu yakishughulikiwa, lakini tunaona kila tunapopiga kura mambo yanakuwa ni yale yale. Kila mwaka tunapopiga kura mambo ni yale yale. Kwa hivyo tumefikia mahali tu tunasema kwamba hata tunaona hakuna haja na hakuna morali ya kwenda kupiga kura, sababu yani tumeona hakuna utofauti. Usikose imani. Mwanzo unazungumza kama mhubiri, sauti yako wewe ni mhubiri? Na mimi ni mhubiri, na nasema hivi kwa sababu ya hivyo changamoto zile ninaziona zingine ni kwamba yani hiyo muda uliopeanwa, kama vile ndugu yetu mwingine hapa amesema, huo muda ni mfupi.
na IBC wangerefusha muda, watupatie muda wa kutosha tuweze wananchi waweze kujisajili. Sawa, shukrani jamaa, nashukuru sana kwa maoni yenu. Hawa ni wanabunge katika National Library jijini Mombasa, na ambao wamekuwa wakituelezea tu hisia zao mchanganyiko kuhusiana na shughuli hii au zoezi hili la kujisajili kama wapigaji kura. Kunao ambao wameomba muda zaidi, na kuna wale ambao wanaomba kuwa habari itolewe zaidi kwa umma kuhusiana na shughuli hii ambayo imeanza hivi majuzi. Kwa sasa na warejesheni hadi studio. Na asante mwenzangu Tobias Chanji. Na maoni mmeyasikia, nafikiri wanataka kuongezewa muda, wanasema taarifa ifanywe ama hamasa itolewe zaidi kwa vijana kuweza kujitokeza. Sijui maoni yenu ni yapi kabla kuelekea Kisumu ambako pia Bwiri amekaa na kikao cha bunge la wananchi. Marvin, unahisi tatizo ni lipi? Vijana hawajitokezi tulivyotarajia kujiandikisha kama wapiga kura. Ni ukweli kumekuwa na changamoto nyingi sana, na ninakubaliana na wale ambao wanasema kwamba hakuja kuwa na ufahamishaji rasmi kwa vijana kwamba wanafaa kujitokeza kujisajili kwa kupiga kura, kwa sababu unapata haya mengi yanaongelewa mtandaoni, lakini sio kila mtu, kila kijana ambaye anaweza amepata ile nafasi ya kuweza kujiunga na mtandao ili aweze kupata huu ujumbe rasmi. Sasa ni lazima tuwafahamishe, tuchukue muda tukaweze kuwafahamisha. Ndio. Kwa hivyo hamasa izidi. Ndio. Augustine Omondi ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya siasa na pia ni kijana. Maoni yako ni yapi Augustine kuhusiana na yaliyosemwa Mombasa kuhusu zoezi la usajili wa wapiga kura? Kwa dakika moja kabla tuvuke Kisumu. Asante sana. Ukijaribu kusikia pale Mombasa zile malalamishi vijana wanaweza kuleta, more specifically kwa muda kama huu yenye tulikuwa tunatarajia kwamba wakati ya IBC taanza mambo na kusajiliwa, vijana watajitokeza sana. Hiyo kulingana na jinsi tunavyo kwa miaka 2 zilizokuwa zimepita, jinsi vijana wamekuwa. Ingawaje IBC nafaa ifanye ikiwe changamoto kwa kuhakikisha kwamba voter registration ni kitu accessible kwa all youths across the country. At the same time, youths pia inafaa wajue kwamba hii ni jukumu lao ya kuhakikisha kwamba wameweza kuregister, ili hii sauti yao tulikuwa tunapiga nao kelele pale nyuma iweza kusikika kwenye ballot. Na itabidi pia sisi kama IBC na jikakamua pia si lazima tujikakamue, tutoke kwa usingizi, tuamue kwamba si kama vijana tunataka kujisajilisha tukue wapiga kura, ndio tukue katika wale watu wanao be in the decision making of this country. Naam, asante. Sijui watu wa Kisumu wanasemaje. Bwire, wakazi wa Kisumu wanasema yapi kuhusiana na idadi ndogo tunaiona ikijitokeza ya wapiga kura ambao ni vijana kujisajili, kwa sababu vijana wa Gen Z ndio ambao wengi hawajapata kura. Kwa hivyo walikuwa wanatarajiwa wengi wajitokeze katika zoezi hili na kuchukua kura jinsi walivyojitokeza kuandamana katika maandamano ya mwaka jana na mwaka huu. Bwire. Shukrani sana Hadia, ulivyosema ni kweli kwamba tupo hapa katikati mwa jiji la Kisumu. Hapa ni Mama Grace Social Hall, ukumbi ambao kila mara tunapokuwa na bunge na wanabunge hukongamana hapa kuweza tukusemezana kuhusiana na mada tofauti tofauti ambazo zinatikisa ulimwengu wa kisiasa, ulimwengu wa kisaikolojia, pamoja na masuala tofauti tofauti ambaye yameweza kuripotiwa humu nchini. Tupo hapa na wanabunge, wote wamejitokeza kutoka sekta mbalimbali. Kuna hapa wananchi wa kawaida, kuna mashirika ya kijamii, vile vile kuna baadhi ya wanachama ama wanabunge ambao wameandikwa katika taifa hili. Lakini hii leo tupo na swala moja ambalo ni kweli kwamba idadi ndogo imekuwa ikiripotiwa, hususan hata katika eneo hili la Nyanza, kaunti ambayo labda imeandikisha watu wengi ni hii kaunti ya Kisumu, ambayo kufikia Jumamosi ya wiki jana walikuwa wameandikisha watu 142 tu. Ikizingatiwa kwamba vile vile hili ni jiji, idadi ya chini mno. Ukienda katika kuna maeneo bunge kama Inapkoi kule, wakati wiki inakwenda tamatika, hapo kuwepo na mtu ambaye amejitokeza kulingana na takwimu zile za IEBC. Lakini hapa tupo hapana wanabunge kuweza tukungamua nini kinachojiri, nini kinafaa kufanywa, IEBC imefanya sawa, amejafanya sawa, nini ambacho kinahitajika, ukizingatia kwamba IEBC inapatiwa kitita kizuri cha bajeti kuhakikisha kwamba wanajisajili. Na je, ni ule
utepetevu tu wa Kenya. Mara nyingi wa Kenya tunapenda kusubiri hadi wakati wa mwisho ndipo tuweze kujitokeza, tuweze kushuhudia ile misongamano. Kwa hivyo nipo hapa nao kuweza tu kuchanganua, kuweza tu kufahamu nini kiini kikuu cha idadi ndogo ambayo inaendelea kujisajili kuwapiga kura. Kura zinakuja chini ya miaka miwili. Nianze na mkono huu ambapo nipo na mwanadada. Utatueleza jina lako nani na idadi ndogo ya Wakenya inajitokeza sasa kuweza kujisajili kuwa wapiga kura. Ni haki yao ya kidemokrasia, haki ambayo itabadilisha maisha yao na kubadilisha mustakabali wa siasa za humu nchini. Nini kiini cha kuwepo na idadi ndogo ya Wakenya hususan rika la Gen Z kujitokeza kujisajili? Kwa majina naitwa Lilis Diego, mkaaji wa Kisumu, mzaliwa wa Kisumu East Mashariki. Yangu ni kuwa unaona pahali kuregister centers, registration centers, kama for example Kisumu East registration centers wameweka pahali pawili peke yake, yenye ni Huduma Center na IB centers, na hapo pahali utapata ni mbali kulingana na wakaaji kijijini. So ikiwa mbali, wale watu itatakikana fare ya kwenda huko, yenye hiyo pia pengine hata hawana chakula, so hawezi pata pia fare ya kwenda huko. Ya pili kuwa ni youth, sana sana vijana wetu wanafikiria kuregister ni kupendekeza mwanasiasa, yenye hiyo sio haki, sio kupendekeza wanasiasa. Wajui kuwa ni ratibu yao kuregister wakuwe kama wanavota wa Kenya. Inafaa civic awareness, inafaa pia wafunzwe kwa nini inafaa wapate kura, kwa nini wapige kura, si kupiga kelele lakini kura hawana. Yes. Asante, tutakuwa tunarejea kwako. Songe kwa upande wangu wa kushoto, nipo na ndugu yangu ambaye mara nyingi kwenye bunge hapa tunamuona akitoa falsafa zake na hisia tofauti kuhusiana na masuala tofauti ambayo yanajiri humu nchini. Biki, shukrani sana kwa kutega muda wako kuingia katika bunge leo. Nini ambacho hatupati sawa? Nini ambacho kinafanya vijana hawajitokezi kujisajili kwa wapiga kura humu nchini? Okay, asante sana. Kwa majina naitwa Dikorongo, mimi ni mwanaharakati youth leader hapa Kisumu County. So last year na mwaka uliopita na mwaka huu vijana walijitokeza nje under Article 1, sovereignty of the people, taking back their power, waka exercise Article 37. Hiyo ni the freedom to protest, to present petitions. Na tukaona jinsi walivyo serikali ili crack down on them. Wengine wakauawa, wengine wakahujumiwa, wengine pia wakashikwa kihalali. So saizi tumeenda kwa Article 38, politically organizing. Article 38 inaongelea political rights. Sisi kama wananchi kujiunga na chama na kupiga kura jinsi inavyotakikana. Article 80 ya Constitution 80, 81, 82 inaongelea IBC. Mbona tulitengeneza IBC sisi kama wananchi, kama a democratic institution yenye itakuwa inalinda demokrasia yetu na kumake sure kwamba kila vote ya mwananchi under universal suffrage inahesabika. Kwa sasa naweza sema tuna deal na generation ambayo maybe imeona mistrust in the system. Tukiangalia matokeo ya June 2024 na June 2025, mistrust in the system, yani kuna ile hali ya taharuki kwamba maybe kura yao ikaenda kwamba haitahesabiwa jinsi watakavyopiga. Hiyo pia inaweza kuwa mistrust in the system, inaweza kuwa maybe inachangia pakubwa kwa hii. Tunaona wamekuwa laid back kidogo, hawataki kuchukua kura. IBC pia under Article 81 wamepatiwa ile jukumu la kumake sure kwamba kila mwanakura mwenye anataka kuchukua kura, kila mwananchi ambaye anataka kuwa mwanakura anaweza pata jinsi atakavyojisajili kwa IBC. So tunaona kwamba maybe generation yenyewe hawatatuna pesa, sisi ni vijana wadogo. Ni information pia venye IBC na distribute information. Haiko mobilization pia tuoni ni kama IBC inaichukua ni kama ni jukumu lao. Wameachia wananchi, wacha wananchi waifanye, sisi tutakuwa huko. So mimi ningependa kuambia IBC, tuendeni kwa polling stations. Zile polling stations zenye tulikuwa zimekuwa designated
let us go back to the polling stations. Kama security ni issue, kila polling station inakuanga karibu na nini, na maybe kituo cha polisi. So hizo zinaweza tumika as of now. Ndio sasa to make sure ule kijana mwenye ako mtaani anafikiwa vipi na anaweza pata aje kujisajili. Namba 2 pia tunaweza kuwa tunapata ile voter turnout inaendana sana na nini, vijana hawana ID. Ile pesa inahitajika kuchukua ID. Unaelewa? So hizi ni vitu ambavyo pia tunafaa kuangalia tukisazika voter turnout. Lakini mimi ninge urge kila youth, kama hujachukua kura, tokea, kwa sababu hakuna venye tunaweza toka nje kupinga serikali na sisi wenyewe hatujichukui jukumu ama responsibility yetu kama wananchi ku make sure tunachukua kura ili tuweke serikali nje kama tubadilishe serikali. Asante sana Diki, tunaendelea vizuri. Sasa naomba turejee kwa kakangu vile vile uko hapa. Utueleze kidogo kuhusiana na hili swala zima la idadi ndogo ya Wakenya kujitokeza kuchukua vitambulisho vya kupigia kura. Nini ambacho unahisi kwamba kinafaa kufanyika ama nini ambacho hakijafanyika vizuri? Kwanza kwa majina naitwa Jimmy Magero na mimi ni mmoja wa viongozi wa vijana kwenye county ile ya Kisumu. First, I would like to say that we have got the Independent Electoral and Boundary Commission, which is a body that is mandated to ensure that they make sure that we have got a credible and fair election. And for this country to have a credible and fair election, a fair and credible election is not only determined on the day of voting, but it is determined through the whole entire process of electioneering period. And that begins from the registration of voters. So we have got a body that is failing in its mandate, and that is the Independent Electoral and Boundary Commission. They need to ensure that they place these registration kits in strategic places which is accessible for young people to turn out and register as voters. So we expect that the IEBC is going to move with speed and ensure that Kenyans and especially young people, the Gen Z, turn out in large numbers and register as voters. Secondly, I would like to say that one other reason why young people are not turning out to register as voters could have been lost of some morale. And that morale could be a contribution of the betrayal of the perceived leaders of Gen Zs and young people during the protest. The likes of Kasmuel Makoure, who is now currently Englishing in ODM, the likes of Kebaso Morara, who finally chickened out and has become a crybaby. It seems he thought that maybe he did not understand that politics needs a thick skin. And also the current leaders that are offering themselves for the presidency, it seems that they do not carry the aspiration of young people. So these are some of the contributing factors which I believe are contributing to a low voter registration turnout. But I want to encourage the young people that much as these issues that are making them not to turn out to register as voters, they have got a responsibility of ensuring that they register as voters and participate in the upcoming election, because in history, great things happen in every generation, and in 2027, it's such an important year for us, and it's such a penultimate league that we cannot afford to miss out. Asante sana Magero. Sasa nirejee hapa kwa mwanadada yuko hapa. Wanasema, nimesikia hapa hisia kwamba mara vijana morali iko chini, wanasema kwamba IEBC hajafanya uhamasisho wa kutosha. Wakati kunaitishwa maandamano, hakuna uhamasisho unafanywa kwa hawa vijana kujitokeza kuweza kuandamana. Wanajitokeza kwa idadi kubwa. Nini ambacho labda wewe unahisi aje kuhusiana na, ama hivi vyote ni vigezo tu, excuses tu za vijana kujitokeza kuandikisha kura? Kwa majina naitwa Beatrice Amondi, mimi ni mkazi wa hapa Kisumu. So nataka kucorrect ndugu yangu hapa, amesema watu wanalipa pesa kuchukua ID.
Hiyo pesa ilitolewa, saizi hakuna mtu mwenye analipa pesa kuchukua ID. So vijana watoke tu waende wachukue ID. Kwanza ningependa kuaddress one issue, which is a reality. Unajua tukiongea hapa lazima tukue very realistic. Tukiambiwa about 41% of Kenyans hawana ID na ID ndio ni kura, hiyo ni kitu yenye tunafaa kuangalia. Juzi tumeona kama CS Murkomen anasema about 400,000 IDs ziko stuck, hazijachukuliwa. Mayouths watoke nje waende wachukue ID. Umeuliza swali na ni swali jeuri sana. Sijui kama but it's a really good question. You see, ile time ingine ya maandamano last year, there was that zeal. I wish youths pia wangejitokeza na hiyo zeal walikuwa nayo ile time ingine wakienda maandamano, because unapata kama watu wanatoka huku Kisumu wanaenda Nairobi kufanya maandamano. Saizi IBC Center iko hapa Huduma Center, which is not so far from the county within Kisumu, the sub counties within Kisumu County. But unapata watu wanasema ati hakuna pesa, lakini ile time ya maandamano watu wanatoka hadi huko Ahero wanakuja huku town kufanya maandamano, lakini kuja kuregister hapa ni shida. So tunashangaa shida iko wapi? What is the challenge? Nimesikia kuna economic challenge, which we all acknowledge, but also we have to acknowledge that the president ameka mikakati ya kusaidia youths. One of these thing is the initiative toward development yenye tumekuwa nayo juzi hii ya Nyota. Tunaambia youths apply. Unajua pa Kisumu percentage ya youths wenye wame apply ni kidogo sana. So unashangaa watu wanataka wasaidiwe aje. Nitaongelea Kisumu East penye mimi natoka. Angalia watu wenye wamejisajili na hii maneno ya Nyota ni 242 in the entire constituency. So unashangaa hii tunasaidiana aje? Government inataka about 70 people per ward, hata ifikiani hiyo namba. So mimi shida ya youth sielewi iko wapi. Zile ya maandamano iko sawa, lakini zile ya kuchukua kura na ID iko chini. Asante. Kabla tujarejea kwako, nimemwona Linda pale. Linda, vijana wanasema zile ya kuandamana iko juu, lakini zile ya kujisajili kutoa viongozi wabaya mamlakani iko chini. Wafanye nini ambacho nahisi vijana wanafaa kufanya, ama nini ambacho tume ya uchaguzi ya IBC inafaa kufanya ili kuhakikisha kwamba haki ya kila Mkenya, haki ya kupiga kura ni haki ya Mkenya, haki ya kuwa na kitambulisho ni haki ya Mkenya, na vile vile haki ya kushiriki ni haki ya Mkenya. Nini ambacho serikali pamoja na IBC inafaa kufanya kuhakikisha kwamba kila Mkenya haki yake inaheshimiwa na inalindwa? Shukran na asante kwa kuniita tena nitoe maoni. Kwa majina naitwa Linda Ogweno, mimi ni mkaaji wa Kisumu County. Sana nakaa pale wadi ya Migosi. Na nikichangia kwa hii mjadala wa leo, ningependa kusema IEBC wamekuwa wakitumia zile mbinu walikuwa wanatumia kitambo. Hawajakuwa innovative. Hawajaangalia ni nini tena wanaweza tumia kwa sahizi ndio ichangie wale vijana watokeze nje. Kwa mfano kitu kama voter education, unapata wanaifanya tu vile walikuwa wanaifanya kitambo. Ukiangalia online space hawajakumbatia internet na online kuchangia tena vitu kama inaitwa voter mobilization, kuelimisha watu voter education. So bado wanatumia zile mbinu za kitambo. Hatusemi hizo mbinu za kitambo ni mbaya, tunasema tu dunia imegeuka, kwa hivyo waangalie ni nini tena wanaweza ongezea. Ukiangalia vijana siku hizi wako online, kuwapata tu wamekaa pahali wako kila na simu. IBC lazima ijue itawafikiaje pale kwa simu penye wako. Nikiongezea hiyo, unapata kuna wale watu wako kazi, ndio unachukue tu off akuje tu achukue voters card, labda inaweza kuwa tatizo kidogo. Sasa IBC inaweza fanya kazi na organization kama Association of Employers. Ndio wasikilizane kama employer na uko na mtu pale kwako anakufanyia kazi na hajachukua kura, mpatie ile one day off. Sasa hata kuwa na excuse ya kusema hajaenda hajajisajili. Unapata kama inakuanga weekday na tena pale weekend hawafanyi kazi. Sasa zingine kwa wale watu wanafanya kazi wanachukua hii kama excuse, hawaendi kufanya nini, hawaendi kuchukua. IBC pia wanaweza fanya kazi na wale wanaitwa influencers. Kuna wale watu pale mtandao wako na watu
wengi wanawafuata kabisa. So wakisema kitu kama hiyo, wale watu wanawasikia wanapata kuwa watu wengi. Unapata pia hapo mbeleni wanasema sasa hii ni ile continuous, hapo mbeleni wataifungua sasa ikuwe ile rigorous. Sasa ikifika ile rigorous wanafaa kuangalia hawa vijana wanapatikana wapi. Apart from online, wanapatikana kwa vitu kama pool tournaments. Wanapatikana ni kwa ubaya, lakini pia hapa kwa betting huwezi kosa vijana hapo. Sasa lazima wakuwe innovative, waangalie watawafikia aje. Na sisi kama wanasiasa, mimi ni mwanasiasa hapa Kisumu County, lazima sasa tuchukue hukumu kwetu. Tujiulize, mimi kama Linda ni nini naweza fanya? Kama wanasema ni facilitation, unapatanga hapa Kisumu kuna kitu inaitwa Yuko Jamna. Yuko Jamna ni kupatia tu watu pesa. Ni nini tunaweza fanya ndio watu waende wafanye nini? Wajisajili. Mimi naweza sema wale wenzetu, mimi mwenyewe sipatiani Jamna, lakini wale wenzetu wanapatiana Jamna, waache kupatiana hiyo pesa hivyo, wachukue wapatie watu fare yenye wanaenda kujisajili nayo. Wachukue sasa hii pesa watumie kwa njia yenye ni muhimu na inaweza kutusaidia sisi sote. Lakini nikimaliza, jukumu iko kwetu. Sasa yenye unachukua kidole moja unanyoshia mwingine, hizi 4 zinabaki zinakuangalia. Sisi kama mavijana, jukumu iko kwetu. Ndio tuone ile serikali yenye tunataka kuona, jukumu iko kwetu. Sasa pia influence. Mimi niulize Jimmy Magero hapa, Jimmy uko na kura? Tuulizane, tushikane mikono na tuhakikishe kwamba kila mmoja wetu amechukua kura. Kwa hiyo Linda, wacha sasa nisonge kwa huyu bwana, wakati ambapo unaelezwa kwamba muda unaendelea kutupa kisogo. Nikimalizia haraka nena amelegea, vijana ama IBC? Hapa lazima tu blame vijana, kwa sababu vile umesema hapa, walikuwa wamesema watokezea wanataka kubadilisha uongozi hapa. Ruto must go. Hiyo lazima njia tu ni kura, hakuna njia nyingine. Ukienda mambo ile nyingine hiyo ni sio halali, ndio. Sasa hii nimesikia wakisema hapa PTO IBC hoja, hii kitu imeenea, inajulikana kwamba continuous registration inaendelea sasa hizi. Vijana watokezee waende wachukue hiyo nini, wa register. Kitu kingine pia nataka kublame IBC ni kwamba hii story wanasema unafanya continuous. Na nataka kuuliza nani amefunga IBC kwamba wasifanye outreach? Sasa hizi kuna sheria ambayo imewafunga kwamba wazienda kwa hizo ma colleges kwa mtaani wafanye outreach. Hiyo ndio swali mimi nashangaa nao sana. Kwa sababu unajua kama umepewa budget na unajua ni jukumu lako, kazi yako ni kuregister watu, mbona ufanye? Mbona ustoe watu kwa ofisi uende kule watu wako na uregister? Vijana wasikiwe na excuse, vijana watokezee wachukue jukumu, waende wa register mali iko na pia wa demand, unaona, ili ndio waweze tuweze kuwa na increased registration. Kwa sababu usifanya hivyo hakuna vile itakuwa. Umesema Wakenya walikuwa na hii tabia ya kungoja mpaka rasmi, umesema hivyo, haifai kuwa hivyo. Hizo vitu wanataka kuchange, waanze na kuchange wao, ndio watokeze saa hizi waende wafanye registration, ili ile time ikifikia wako ready kufanya ile mabadiliko wanataka. Haya, sio kwa sababu nifungulie tu watu wa nyuma, naomba usimame. Na kuna ile mzee wa kazi pia umpatie nafasi aseme kitu. Haya, sasa twende haraka tukimalizia. Mimi naitwa Christopher Mondi, mkazi wa hapa Kisumu kutoka Kondele Ward. Sasa ni hivi. Sasa kwa hii wakitoka Kisumu wanakuja hapa kwetu. Kwanza wewe una kadi wewe? Mimi nina kadi. Haya, tuendelee. Sasa nasema hivi, kwa hii voter registration turn up imekuwa chini hasa kwa vijana hii rika yangu. Mimi naweza ongelea tu hasa kwa hii juu ya priorities, unaona. Hiyo voter registration si priorities kwa watu hii age, nikiwaambia tu kweli, hata tuongelei. Mimi hata nimeregister juu ya mzazi. Unaona? Priority yako ni gani sahi? Hata tu nichangia. Endelea. Sasa most of us wenye wanafanya hivyo wanapushiwa juu, like sasa mimi naelewa nini kuhusu IBC. Hakuna mtu hapo rika yangu mwenye relate na, unaona. Nikiingia social media naangalia vitu za IBC, kusema tu hata hiyo iko na likes ngapi, ati wana market vitu kwa social media. Hawezi reach my youth hivyo. Hakuna mse tuna relate na yeye hapo IBC. Hata commissioners wenye walichaguliwa bado wasee, kuna drama hapo, unaona. Kuna issues hapo, tusidanganyane. Hata huyo chairman wa IBC kuna wasee wana dispute venye aliingia hapo. Sasa hizo ndio vitu zinafanya sisi mavijana hatuwezi kubali tu ati tunaona vitu haziko safi, kitu haiko clean, then tunaendelea tu ati
tufanye for the sake, unaona. Sasa mandate yako ni gani hapo? Sasa mimi maoni yangu ni wakitaka vitu ziende poa, vijana wajiandikishe, kuwe transparent kutoka juu, unaona. Kila kitu kiwe clean, civic awareness ikuwe. IBC jafanya hata kazi, shida yao ni nini? Kama wanataka kutumia mtandao kupromote hizo voter registration, hizo vitu wa consult mavijana. Kuna ma-artist wenye wana trend hapo hivyo, wenye wanaweza tumiwa kureach mavijana kwa social media. Asante. Anasema ameibua swala moja ambalo lazima tuweze kukubaliana nalo. Amezungumza kama kijana wa rika la Gen Z. Kama vijana wa Gen Z hawajitambui kwa vyovyote vile na ile commissioner ama ile kamati ya inayosimamia uchaguzi wa IBC. Anasema kwamba wao kama vijana hawana ufahamu, hawana chochote cha kuwavutia kujitokeza kwenda kujiandikisha kama wapiga kura. Kwa hivyo wanasema kwamba lazima wakati ambapo mustakabali ule unatengenezwa, lazima vijana waweze kuhusishwa. Kuwepo na zile sura ambazo vijana wakiona nasema huyu ni mwenzetu. Mtu wa mwisho tu kwa dakika 2. Naomba baba useme kitu, kwa sababu itakuwa tabia mbaya kumaliza kama sijasema nawe. Umekuwa hapa tokea bunge lianze. Naomba useme kitu kwa dakika 1. Aya, unaweza tumia hata Kiingereza. So, allow me agree with this young man here who has said that their priority is not voters card. And that is exactly what is happening in Kenya. Voter registration is not a priority to the whole country. Why? Look at what IB requested and what the parliament gave IEBC for civic awareness. It means, therefore, that even parliament did not give voter registration a priority. If they would have given the voter registration a priority, they would have given IEBC adequate funds to do civic awareness. The second thing that I want to echo is the distance. Look at, for example, Kisumu East. The centers are 2. One center is in Huduma Center. Sports ground. Huduma Center is in Kisumu Central. It is not in Kisumu East. Kisumu East, one center is in So ground. Take for a youth who is coming from Nyabondo up there. How will they reach Kisumu West? How will a youth from Bandani here reach Maseno? So the centers are far apart that cannot be easily reached by the youth. Lastly, I request that if we were concerned so much for voter registration, let's change the law so that we use ID card for voting, not that you must register as a voter is when you can vote. Let us use ID card. Asante mzee wangu huyo. Kwa sababu ya muda, najua maoni ni mengi, lakini kuna mwenzangu Chanji yuko kule Mombasa. Ameketi pale na wazee na vijana katika mitaa ya Mombasa. Anataka kusema nao vile vile. Tuwape fursa tusikie nao vile vile kule pwani wanasemaje kuhusiana na mustakabali huu wa idadi ndogo, kwa sababu hii idadi ndogo vile vile kule pwani inashuhudiwa na lazima uhamasisho ufanyike katika taifa zima. Lakini aliposema huyu kijana, heko lazima tumpe. Amezungumza kama kwa niaba ya vijana wengi. Amezungumzia masaibu na zile changamoto ambazo wale vijana wa rika la Gen Z labda wanahisi kwamba mbona sisi hatuna haja ya kupiga kura, hatuna haja ya kujisajili kuwa wapiga kura, kwa sababu tukiangalia kutoka juu hadi chini hakuna kitu ambacho kinatulinganisha na ile commissioner ya IEBC. Kwa hivyo toka hapa Kisumu hadi moja kwa moja kwako pale studio. Haya, asante mwenzangu Tobias, samahani, asante mwenzangu Bramwell Bwire kutoka Kisumu akiwa anatuletea maoni kinzani pale kutoka kwa wakazi wa Kisumu. Wengi wakisema kwamba baadhi ya masuala ambayo yanafanya vijana kutojitokeza ni kwamba bunge lenyewe pia halikupatia kipaumbele swala la kusajili wapiga kura, na bajeti iliyoidhinishwa ilikuwa ni ya chini mno kutokana na kukosekana kwa fedha hizo. Basi pia IEBC imeshindwa kuweza kumudu usajili huo katika njia ambayo
ambayo wengi labda ingekuwa rahisi kwao. Vituo hivyo vipo mbali katika maeneo ya kaunti ndogo na sio maeneo ya vituo vya kupiga kura. Sababu nyingine nyingi zimetolewa. Acha tuendelee tusikilize baadhi ya maoni kutoka eneo la Mombasa. Tobias Chanji amekita kambi pale na wakazi wa Mombasa ikiwemo vijana. Tujue nao sababu zao ni zipi. Wanahisi ni kwa nini zoezi hili linajivuta na vijana hawajitokezi kama walivyotarajiwa kujitokeza kujisajili katika zoezi hili kama wapiga kura. Tobias Chanji. Naam, shukrani kabisa. Tuko katika eneo la Mwembe tayari baada ya kuongea na wakazi wa Mombasa katikati mwa jiji hili la Mombasa, na sasa tuko katika Mwembe tayari ambapo tutakuwa tunaongea na wananchi kutoka eneo hili kuhusiana tu na idadi ndogo ya Wakenya ambao wanaendelea kujitokeza katika zoezi la kujiandikisha kama wapigaji kura katika uchaguzi mkuu ujao. Nina mama hapa, utataja majina yako tu na utuelezee hisia yako, kwa nini unaona zoezi hili linajidorora? Mimi kwa majina naitwa Regina Manyasi. Zoezi hili halijadorora, ni vile watoto wa shule bado hawajarudi makwao, wako mashuleni. Wakirudi watapiga kura makwao. Wako sehemu zingine, wengine kama hapa Mombasa wameenda kusoma Nairobi, wengine wameenda Busia. Wakirudi watakuja kukata kura wenyewe. Lakini hata maeneo hayo ambao wanasoma tunaambiwa bado idadi ni hiyo ndogo. Wao watarudi kwao kupiga kwao kura. Kwa sababu lazima warudi kwao. Mzee pale, majina yako nani, alafu tuelezee hisia yako pia kuhusiana na idadi ndogo hii ya wapigaji kura. Kwa majina naitwa Kuzacha. Mimi ni mkazi wa Mombasa. Kuzacha nani? Naitwa Kuzacha Kahindi, mkazi wa Mombasa. Kulingana na maoni yangu ya kuhusu idadi ndogo ya wachukuaji wa kadi za kura, hii sana imechangiwa na kuna changizo nyingi. Kwanza, uaminifu hakuna. Pili, elimu hakuna. Kwa hivyo utakuta tukisema uaminifu ni kwamba wewe enda kupigwa na jua wachukua kadi ya kura, kisha urudi uchukue muda wako tena, badala uende kibaruani uenda piga kura yenyewe. Yaani unamaanisha lazima kuwe na mwavuli pale ukienda kuchukua hii kadi ya kura, hiyo usipigwe na jua. Hiyo kadi ya kura kwanza mpaka ukapigwe na jua. Mimi nakwambia kupigwa na jua. Siku ya kura vile vile pia utapigwa na jua. Lakini cha kushangaza ni kwamba baada ya kupiga hiyo kura wewe umeungua na jua, utabaki kuendelea kuchomwa na jua. Maana wenyewe ambao wanataka hiyo serikali wameshajipanga. Washajua nani atakuwa president, nani atakuwa mbunge, nani atakuwa gavana. Sasa sisi tunatumika tu kama chambo. Sasa tumechoka. Manake kwa mfano, wewe waambiwa mimi nimepiga kura 2007. Kampigia Raila Odinga. Fujo ilipoanguka, mimi pressure ilipanda mpaka sasa niko na pressure. Yeye hata sijawahi kumuona tena na macho mpaka 2017 bado nikamregeshea yeye hivyo hivyo. Alipoambiwa arudi debeni akakataa, yake anamwendea, mimi bado namnyasubiri. Hapa vile unavyoniona mimi nafanya kusikia title deed. Nimeambiwa uskota utaisha Mombasa. Kwanza ndo wanazidi kuwa maskota hata. Sasa unaingiza swala la uskota katika mambo kujiandikisha kama mpigaji kura. Ni kura hiyo. Mimi nakwambia faida ile kura ambayo nikipiga nilikuwa na matarajio gani? Na kwa nini sitapiga tena? Hivi saa hii nachukua mfungo. Mimi kama bwana Kuzacha. Nasema sipigi kura tena mpaka siku ile nitakishikishwa title deed. Inasoma Kuzacha. Nitapiga huko mbele. Wewe lazima title deed mwanzo. Haya, tupate kauli ya wengine. Sogea karibu. Majina yako nao na yapi ya kusema? Majina yangu ni Adan Rashid. Kadi ya kura sipigi. Tunazungumzia je, umejiandikisha kama mpigaji kura mwanzo? Sijajiandikisha. Kwa nini? Sijajiandikisha kwa sababu hawana maana. Kwangu wasaidie chochote. Wakipata kura ndio hivyo wanasepa. Huoni kuwa inakupatia fursa wewe kuchagua kiongozi ambaye unampenda? Mimi sioni, wote ni mmoja tu. Kimoni yangu.
Sawa, korija moja. Haya, wewe majina yako, kila mtu atazungumza, muda huko wa kutosha. Majina naitwa Michael Melupe. Changamoto zilipo watu wajiandikishi, kuna sababu kadhaa. Mwanzo watu hawana hela mfukoni. Mtu ana muda wa kwenda kusoma pale ajiandikisha katika kura. Ataenda kutafuta sangapi apate hiyo hela. Mtu kwenda kusoma pale atafuta hela ama ataenda kuchukua kadi. Muda ni hiyo muda atumie kwenda kutafuta hela. Manake watu wana matumizi, familia nini. Ambapo kishapiga kura kitu cha kwanza mtu mmoja. Kama MCA wetu hapo tumechukua watu wenye tumekaa nao hapo, tumewacha kwa MCA Mombasa hapo mmetari. Hatuwaoni mpaka sasa hivi, lakini wakati wa kura ndio waja. Sawa, tarajia mimi tena nichukue ID, nichukue kadi ya kura tena niwapige kura. Ndio tupige kura tena bwana. Watu wenyewe wakichagua kule. Kuna wengine wanasema wanachomwa na jua, kuna wengine wanasema hawana nauli. Maoni yako ni gani wewe? Mimi kwa majina naitwa Samuel Mkonye. Mimi maoni yangu naona hata kupiga kura ni kama bure. Juu ya nini? Tunajaribu tunangangana na hao watu wanapofika kule mbele wanatusahau kabisa. Na tumengangana kwenye jua huku, unangangania mwenzako na sasa amekupea maneno matamu akisema kwamba nikifika kule nitakusaidia. Unapomfikisha kule anakusahau kabisa. Atarudi dakika ya mwisho na maneno matamu ili tufanye nini tena tumpe kura. Mimi naona ni bure hiyo. Hamna haja. Mjomba njoo nayo tu maoni yako, majina yako na Nonoko shule unapiga kazi kabisa. Kwa jina langu naitwa Simon Mnyoki. Na mimi ni mkazi wa Bamburi, lakini shughuli zangu za kazi ni hapa Mondotari Mombasa. Mimi ningependa kuhimiza wenzangu wa Mombasa ama Wakenya wenzangu tuweze kuchukua kura kwa wingi ili kusudi. Tuliona vile watu waliandamana kwa sababu kusema one term. Na yali hiyo one term ni kadi yako ya kura ndio inanena. Kwa hivyo mimi ningeweza kuimarisha na kusema namna hii ama kueleza ndugu zangu tuweze kuchukua kadi ya kura, uchague kiongozi yule ambao unaomtaka. Unaposema ni one term ama two term ni hiari yako wewe mwenyewe. Kwa hivyo wale ambao wanashirikiana wa kusema ni one term, chukueni kura kwa wingi ili kusudi tuweze kumuondoa aliyo katika kiti. Iwe ni governor, iwe ni mbunge, iwe ni rais. Ni mpaka umuondoe na kura, si kwa mdomo peke yake. Ama useme pengine yule simtaki, hapana, ni kura yako ndio inaongea. Kwa hivyo upate time yako uende uchukue kura, alafu uje uondoe kiongozi mwenye ambao unamtaka. Kwa hivyo mimi kusema kwangu ni kwamba ndugu zetu wa Mombasa tuweze kwenda kuchukua kura ili kusudi tuweze kuondoa rais ama mbunge ama governor ama MCA mwenye ambao unaomtaka wewe. Wewe binafsi umejiandikisha kama mpigaji kura? Mimi nimejiandikisha nimepiga kura mara ngapi? Mara 5. Na hivi tena pia niko tayari kupiga tena kura ili kusudi tuweze kushirikiana kama Wakenya tuweze kuondoa wale walio katika viti. Kupiga mara 5? Mbona unakaa kama ambaye itakuwa mara ya kwanza kupiga 2027? Hapana. Mimi na miaka ni vile pia nala vizuri, nashukuru. Vizuri. Anakula korosho. Majina yako nani? Jina yangu ni Alex Musao. Mimi maoni yangu kwa kuwa idadi ndogo ya wapiga kura kujiandikisha ni kuwa ID watu wengi ni wana youth. ID yenyewe unaenda pale unaambiwa ni 1000 kujiandikisha. Sasa mimi kama mimi yangu ilipotea. Ningependa kujiandikisha lakini sina 1000. Mwenyewe sina kazi pia. Hivyo kitambulisho, kukosekana kitambulisho kimechangia pia wewe kukosa kujiandikisha. Imechangia zaidi. Hiyo nasema yani kama wana youth kama wanaweza shikisha bei ya ID, yani ipopeano free, utakuwa na idadi nyingi zaidi. Na wewe ni mpole kaka, ungekuwa kiupole sana. Una mjomba ambaye amesimama hapa sana kwa muda mrefu. Na wewe pia majina yako na kuhusiana na swala zima ambalo tunazungumzia leo. Sawa, kwa majina naitwa Zaira Sahonya. Mimi ni mkazi wa eneo bunge la Nyali. Mbunge wangu ni Mohamed Ali, na ule mbunge kusema ule ukweli anachapa kazi. Ukiangalia vinjia huko mitaani. Sasa wewe umekuja kupigia jamaa debe ama umekuja kuzungumzia mambo ya kujiandikisha? Hebu turegelee kwenye mada. Kujiandikisha mimi nina kura. Mimi nishajiandikisha. Lakini mbona Wakenya wamekuwa ni wachache sana wanajitokeza, na haswa hiki kizazi cha Gen Z? Gen Z wajua sasa, kwa ufupi, wajua maisha yamekuwa magumu. Hakuna ajira na maandamano, wewe mwenyewe pia umeshuhudia kumekuwa na maandamano hapa na pale. Kila mahali kumekuwa na maandamano. Sasa wajua wanasiasa wamekuwa watapeli. Wanapompigia kura mwanasiasa anapoenda bungeni wanahongwa. Msaada ukija wanapitisha kwa mlango wa nyuma.
hawaangalii mwananchi ambaye aliwapeleka pale. Ndio sababu watu wamesusia, na wengi ambao venye naona hata mitaani wengi hawatapiga kura raundi hii. Ndio ubashiri wako huo. Kuna hao ili soga karibu tu. Wewe unaitwa nani? Mimi ni Mohamed Chuma kutoka sehemu za kule Butere. Mimi nimeweza kupendelea hii mambo ya kura hata isaidii, kwa sababu unapopiga kura mara mwingine ashachaguliwa, sasa tunashindwa hii kiti wangu inaenda aje, na tena ni jamii tu moja inaendelea kurudi Kenya. Sasa nimeona hata afadhali tukose mambo ya kura hapa Kenya, tuishi tu kama wananchi tu hivyo. Ikuwa hakuna prezo hapa Kenya. Nimependelea tusikuwe na jamaa na hisia kali sana. Na wewe? Ya, miko majina najulikana kama King Kidali, mkazi wa Changamwe kutoka Kakamega. Mimi ni msanii na pia ni young. Mimi manze nasema tu kila youth anafaa kuchukua kura. Kama mnajua aim yetu manze ni kutoa hii gava, tunawapeleka home. Mimi nasema wase wajitokeze, wajiandikishe. Kama kawaida najua Wakenya ni watu wa last minute, but mimi naomba wajitahidi sana, tujiandikishe, tupate kupiga kura, tuchagule kiongozi tunataka, si hawa ambao wanatuangusha. Ando maoni yangu. Nashukuru sana. Ni hisia na sauti kutoka bunge la Mombasa kuhusiana na mjadala hii leo wa kujiandikisha kama wapigaji kura, na ni hisia tu mseto kuhusiana na zoezi zima, kwa nini limekuwa ni zoezi la kujidorora ifikie hapo sasa. Kwako studio. Naam, Sadakta. Asante mwenzangu Tobias Chanji kwa kutuletea maoni ya wananchi wa kaunti ya Mombasa na jiji la Mombasa. Maoni mengi yanaumisha kichwa mtazamaji, sijui kama ulikuwa unayasikiliza, lakini ni kama watu wengi hawafahamu haki ya kidemokrasia ya kupiga kura, na pia wale walioandamana pia hawaoni ule uchungu wa wale waliopoteza maisha yao na yale ambayo waliwapeleka katika kuandamana, na kwamba suluhu ni kuwa na kura kuweza kufanya maamuzi ambayo wao wanayataka katika kuchagua viongozi ambao wanawataka. Ni jambo la kusikitisha kuona kwamba hata wale wazazi ambao wanaonekana ni wazazi wa Gen Z nao pia mawazo yao huenda yakawa yanapotosha. Kwa nini vijana hawa labda hawajitokezi katika idadi ambayo inatarajiwa katika kujisajili kama wapiga kura? Lakini tutakuwa tunatathmini hayo na wageni hapa studioni, sijui wana yapi ya kusema, lakini baada ya pumziko hili fupi tutakuwa tunaangazia zaidi kauli ambazo zimetolewa kutoka maeneo mbalimbali nchini kuhusiana na kwa nini vijana wamejitokeza kwa idadi ndogo ama hawajitokezi kabisa katika kujisajili kama wapiga kura kwenye zoezi ambalo linaendelea kwa juma la pili sasa. Usiende mbali. Karibu tena mtazamaji, shukrani kwa kuendelea kusalia nami. Sasa ni muda wa kutathmini maoni ambayo tumeyasikia kutoka kwa vijana na kutoka kwa Wakenya kwa jumla, kutoka kwenye jimbo la Kisumu na pia jimbo la Mombasa, yakiwa nawakilisha baadhi ya maoni ambayo yanatoka kwa vijana kwenye maeneo mengine mbalimbali nchini kuhusiana na shughuli ya usajili wa wapiga kura wapya ambayo inaendelea kwa juma la pili, lakini idadi inaonekana kuwa chini mno. Studioni naongea na Marvin Mabonga ambaye yeye ni kiongozi wa vijana na pia ni mwanaharakati wa masuala ya vijana, na anamhusisha pia Augustine Omondi ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya uongozi. Karibuni, na sasa tutathmini kauli ambazo tumezisikia. Marvin, wengi wanahisi kwamba nafasi ambayo ipo ya kutoa hamasa inawaangukia nyinyi vijana, hasa vijana wa Gen Z na nyinyi ambao mnajitokeza kama viongozi wa vijana katika kutoa hamasa, katika kuwaelimisha vijana wenzenu kuhusiana na umuhimu wa kura. Tumesikia kijana Kisumu akisema kwake sio kipaumbele kuwa na kura. Tumesikia vijana wengine kaunti ya Mombasa ambao wanasema hawana kura na hawataki kuikata kura. Yeah. Mambo ambayo yanaleta ukinzani, tukiangazia kwamba kumekuwa na maandamano ambayo yameleta maafa mengi kwa vijana na familia zao katika mwaka jana na pia mwaka huu kuhusiana na masuala ambayo yanaweza kubadilishwa na kuwepo kwa kura. Marvin. Kwanza mimi nasikitika kusikia vijana wenzangu huko nje wanasema kwamba hakuna umuhimu wa kuchukua kura. Ukiangalia zile takwimu pale Kisumu ni kwamba vijana 100 peke yao ndio wameweza kujitokeza kujisajili kama wapigaji kura. Kisumu ni mojawapo ya majiji makuu nchini Kenya, na ukiangalia hata ile population ya watu wenye wako hapo vijana ni wengi sana. Sasa hii watu 100 peke yao kujitokeza kujisajili
ni jambo ambalo limeweza kunisikitisha mimi kama kijana. Na ndio kuna zile changamoto ambazo vijana wameweza kuzipitia, haswa huu wakati ambao kuna wanahitaji kutembelea hizo vituo za usajili ili wakaweze kupiga kura mwaka unaokuja wa 2027. Kwanza ni sisi tumebetray wale vijana wenzetu ambao tulijitokeza nao pale kwenye streets kuweza kuandamana kwa sababu ya uongozi mbaya, kwa sababu ya yale mambo yote ambayo yalikuwa yanatuhusu sisi vijana. Hasa mimi kitu ambacho ningependa kusema ni vijana wanafaa kujua kwamba yale yote ambayo tulikuwa tunalalamikia pale kwenye streets tukiandamana, haya yote tunaweza yarekebisha kama tunaweza jitokeza tuchukue kura, na pia wakati ya kura ikifika tuende tukazipiga zile kura kulingana na venye sisi wenyewe tungependa nchi yetu iendelee. Ukiangalia vituo za kusajili kura ziko mbali. Mimi nimeweza kutembelea vituo kadhaa hapa Nairobi, nikiwa na aliyekuwa jaji mkuu ambaye anakiwania kiti cha urais, David Maraga. Tulienda mahali kwa constituency inaitwa Roysambu. Roysambu constituency, kulingana na mtu yote anajua Nairobi, anajua mahali Roysambu iko. Roysambu iko karibu na Kasarani. Lakini ukiangalia kituo cha kusajili kama mpigaji kura cha Roysambu constituency kimepelekwa huko Kamiti Road, Kahawa West. Sasa kijana yote ambaye anajua katika ile constituency anataka kupiga kura, unapata anapatwa na butua kwa sababu anajua labda hiyo kituo kiko hapo karibu na Roysambu, lakini kimepelekwa kule mbali. Lakini hiyo haifai kukuwa ni sababu ya sisi kama vijana kuto kujitokeza kwenda kujisajili kama wapigaji kura. Nakumbuka mwaka uliopita tulipotoka kufanya maandamano, tulianza kufanya kitu inaitwa civic education. Na katika hii civic education, nakumbuka tulichangia watu wengi pesa sana, wakiweza kutembea huko nje, wakiweza kuhamasisha watu, akiwemo Morara Kebaso, nafikiri unaweza mkumbuka. Kama Wakenya tulijitokeza na tukamchangia yule pesa, akienda kufanya nini? Kuhamasisha watu kulingana na uongozi mbaya, zile Vampire Diaries zake. Kwa nini sisi kama vijana ama sisi kama Wakenya tusichukue hili kama jukumu, kwamba tukiweze hata kama ni kuchanga zile pesa, yule yote ambayo anafikiria hana labda nauli ya kufika pale kwa kituo cha kujisajili kupiga kura, akiweze kupewa ili aende afanye nini? Akajisajili. Hiyo itakuwa njia rahisi sana na mwafaka ya kuweza kudhibiti hili changamoto ambazo tuko nazo za vituo kwa mbali. Ndio. Augustine, sisi sio kundi la Gen Z kama vijana, lakini bado ni kundi la vijana. Sisi tunaingia katika kundi la millennials. Sababu ambazo wanazitoa wenzetu kuhusiana na sehemu tu mbali, kutokana na kutohamasishwa, kutokuwa na uwazi wa mchakato wa usajili. Sio kunafaa kuwa na uwazi gani katika mchakato wa kujisajili, na ni kufika pale na kitambulisho na kujisajili. Na pia kuna swala lingine ambalo limeibuliwa la kutokuwa na vitambulisho kwa vijana. Hizi sababu ni zipi ambazo ni mwafaka na ni zipi ambazo ni visingizio tu vya kutokuwa na nafasi ya kukata kura? Asante sana. Unajua, ukijaribu kusikia katika hizi mazungumzo kutoka Mombasa ukienda Kisumu, ni vizuri kusikia kwamba kuna kijana amesema, ingaje maoni yake ingine alisema it's not a priority, but amesema pale ya kwamba ni mzazi wake alifanya akaweza kujiandikisha kama mpiga kura. Ni jambo la kusikitisha kwamba unapata kuna wazazi fulani wanaosema pole, wanasema ya kwamba wao watapiga kura tena kama 2027. Na wakati wanaisema kama GNC wanazisikia. So unapata wale wazazi wenye inafaa kuwe katika kipaumbele kuhakikisha kwamba waombea vijana wao, kama hujachukua kura ende ujiandikishe, ndio sasa wanasema hawatapiga kura kwa zile sababu yenye wale wanasiasa waliweza kuahidi ile wakati wa uchaguzi, kama mambo na title, mambo kama hayo. Au ni mambo mazuri wanaweza kuleta, lakini hiyo muda bado haijafika. Kuna muda inakuja ule kiongozi mwenye
alikuahidi na hakuwaitenda. Hiyo nafasi tu iko tu kwenye ballot. Wakati umechukua kura ukienda pale unaweza mtoa uweke kiongozi mwingine. Wakati unasema sasa mimi sitapiga kura kwa sababu ule kiongozi aliweza kuahidi na hakuwaifanya. Na wana hiyo unasema tena wakati unaisema mbele ya wale watu wenye wajaweza kuregister kupiga kura. Inamaanisha ule kiongozi atafurahia zaidi. Kwa nini? Anafurahia kwa sababu wale watu wake wenye walitumia kupita ndio baada atawatumia kupita uchaguzi kama 2027 na mashida zitabaki tu zikiwa pale pale. Hiki tunafaa niseme kwamba ni hao vijana na wazee inafaa wajue kwamba ingawaje serikali haijafanya uhamasisho ya kutosha, lakini sasa millennials wenye wamewahi piga kura inafaa wachukue hii fursa kufanya hiyo uhamasisho kwa wale watu wale jinsi wanaoishi nao kwa nyumba. Wakisha kwamba hakuna mtoto anapewa chakula kama hajaenda kuregister kama mpiga kura, kwa sababu hao ndio wale watoto walitoka waliomba fare wakapewa wakaenda pale kwenye demonstrations pale barabarani. So imefika wakati wao, kwa sababu ukijaribu kuangalia sisi hapa Kenya, article 1 of the Kenya Constitution inasema all the sovereign power belongs to the people. Na inasema 1 inasema kwamba hiyo nguvu can only be exercised directly or indirectly. Ile directly inamaanisha wao wataenda kupiga kura. Utai exercise directly haje kama wewe mwenyewe si hujajiandikisha kama mpiga kura. Unanipata? Article 38 of the Kenya Constitution inatupatia sisi fursa ya Mkenya yeyote kuweza mwenye ameweza kuhitimu akona ID aweze kuregister kupiga kura. Ile wakati wewe hujaenda kupiga hii kura, hii free and fair election inazungumziwa katika article 83(4) ya katiba yetu. Itaweza kufanyika aje kama wewe mwenyewe mwenye nafaa umake that decision hujachukua kura. Wakenya inafaa tujue kwamba ingawaje tunasema kwamba tunaleta mambo madogo madogo kama mambo na fair, kama mambo na uhamasisho, kama mambo na priority, inafaa tujue kwamba hii serikali hata saa zingine wanaifanya very intentional, kwa sababu mimi mwenyewe siwezi enda kumobilize wetu waende wapige register kupiga kura wakuje wanitoe mimi. Unajua MPs wakiwa pale parliament wanafanya wanasema hapo iko sawa. Rais akiwa pale kwenye kula anasema hapo iko sawa. Wacha wakose kujitokeza ili wasinitoe katika uongozi. So sisi ile nguvu tuliweza kutumia kwenda pale barabarani kuandamana, inafaa tujue kwamba wakati imefika ya sisi kuhakikisha that hiyo sauti yetu imeweza kusikika. Hiyo sauti isikiki pale pale barabarani. Kwa sauti yetu inasikika kulingana na katiba, na katiba inasema tujiandikishe tuweze kupiga viongozi kura. So tuache hii mambo mingi ya kupewa fare ya chakula ya mheshimiwa aliahidi. Tutujitokeza hata kama Wakenya tunajishangia shilingi 10 kila mtu. Tupate fare tuende tu register ili wakati wa uchaguzi ukija imefika tuweze kuchagua viongozi tunawataka, kwa sababu hatuwezi chagua viongozi wenye tunataka hata kama ni one term. Njia pekee yake ya kutoa one term ni kupitia ballot. Na kama hatuna nguvu ya kwenda pale kwa ballot kusema one term, inamaanisha hata wale wenzetu wenye waliweza kupoteza maisha yao katika hizo maandamano inakuwa ni kupoteza muda. So vijana waache siasa, waache mambo mingi. Hii ni fursa yetu. Hata kama hizi vituo ziko mbali aje, tushikane mkono, tuchukue hata mabikes tuende tu register pale ili serikali jua kwamba hata kama hazitaweka vituo za kutosha. Nasikia pale Kisumu wanasema kuna vituo 2 peke yake, moja Mamboleo, sijui Mola pale Huduma Center, na kuna vitongoji vile. Vijana wajihamasishe na watoke huko wachange fare waende pale Kisumu walete maandamano. Na kama kuna ID yenye asifanye, kwa sababu kuna vijana mimi najua hapa hata wengine walijaribu kuregister university na ilikuwa very difficult kwa sababu the ID numbers were not active. Wacha tupige kambi pale kwenye Huduma Center, tuandamane pale all these ID numbers zikiwe very active, ndio Wakenya waweze kujisajiliisha kupiga kura. Marvin, wewe ni Gen Z ambaye nafikiri unaingia katika kundi la mwaka 2000 hadi 2003 kama nikikutazama sijakosea. Nyinyi mlikuwa tayari mmeshakata kura kwa sababu mliwahi kupiga kura mwaka 2022. Hao wengine kuanzia 2003 kwenda chini ambao wanafaa kukata kura wana vitambulisho, kwa sababu wao unazunguka na kutangamana na vijana. Swala la vitambulisho limeibuliwa. Hali ipoje katika watu wanasema kwa ground? Wana vitambulisho ama ni maswali yaliyoibua Augustine kwamba wanao vitambulisho lakini nambari zao haziko active ama hazifanyi kazi? Unajua mimi wakati mwingine nakaa hivi na shangaa nchi yetu tunasonga wapi. Mimi huu mwaka ulipoanza nilichukua ile jukumu ya kuweza kuwahimiza vijana wenzangu wakeze kuchukua vitambulisho. Nakumbuka hata ukiangalia kwa mtandao wangu nilikuwa nakita kambi sana pale mahali ambapo vijana wanafaa kujiandikisha, na nilikuwa hadi nachukua zile forms naweza kuwapelekea wakaenda kujisajili. Baadhi yao walijisajili ndio, lakini kuanzia huo wakati hadi saa hizi zaidi ya miezi 6 hizo vitambulisho hazijatoka bado.
hazijatoka. Zile vitambulisho zenye wanasema sijui zimelala kule Huduma Center hazijachukuliwa, hizo sio vitambulisho mpya, hizo ni vitambulisho ambazo zimefanywa replacement. Sasa serikali kitu wanafanya hili jambo tu kimakusudi, kwa sababu niko na vijana wengi hata nikiweza kupigia simu saa hizi walichukua zile ID lakini hawajaweza kufanya aje kuzipata. Wakienda kule kwa chief sijui wapi ambapo wanafaa kufanya collection, wanaambiwa ID yako haijakuja. Sasa unapata pia vitu kama hizi zinachangia sana vijana pia kuluzi ile kitu tunaita moral ama hope kabisa. Ya, kama kuna zoezi kama hili la kujiandikisha, pia wanaona ni kama watakuwa wanapoteza muda wako. Lakini kitu vijana wanafaa kuelewa ni kwamba sisi vijana kati ya umri wa miaka 18 hadi miaka 35 sisi ndio tuko wengi. Ukiangalia kwa idadi ya Wakenya tuko zaidi ya 70%. Ya? Hii 70% kama sisi tunaweza amua na tuamue kabisa tunataka kubadilisha nchi yetu, kama wale viongozi waliotutangulia kitambo, wale baba zetu wa kitambo, tunaweza enda na tukabadilisha uongozi wetu wa Kenya na tukaweze kuona ile Kenya ambayo tungeitamani. Kwa sababu ukiangalia hata ukitumia zile takwimu ama mnaita statistics ya, ukiangalia zile statistics za 2022 ni kwamba tulikuwa na zaidi ya wapigaji kura milioni 22. Kwa milioni 22 waliojitokeza walikuwa milioni 14 peke yake. Ukiangalia hiyo difference ya 22 million na 14 million ni zaidi ya milioni 8. Na IEBC wenyewe wanasema kwamba watu waliojitokeza kupiga kura kwa wingi sana walikuwa ni akina mama. Alafu wazee kina baba zetu ni wachache sana walijitokeza, lakini vijana nao walijitokeza wachache sana. Ya, hata hawakufika 30% ama sijui 40 ya hiyo total registration. Sasa ukiangalia hiyo difference ya 8 million, hiyo 8 million mimi kulingana na mimi, hiyo ni ya vijana ambao hawakujitokeza kupiga kura. Tukichukua hiyo 8 million, alafu na saizi tuna IEBC wanasema wanataka kufanya registration ya 6.3 million ya vijana. Ya vijana. Ukiangalia hiyo idadi ni idadi sawa sana kwa sisi kama Wakenya, kama tunaweza jitokeza tufanye hiyo usajili na tujitokeze tupige kura. Tuko na zaidi vijana, tuko na zaidi ya kura milioni 14 kama tunaweza jitokeza na hiyo kura yetu. Hakuna mtu yoyote ambaye ataweza kucheza na zile haki zetu. Unaona, kwa sababu wengi tulikuwa tunapigana kwa ajili ya haki zetu. Sasa ni lazima vijana wajitokeze, wakiweze kufanya ile registration ya kupiga kura. Alafu juzi nimesikia rais akisema ati ile pesa ambayo ilikuwa ya kuchukua vitambulisho ambazo zilipotea ya kufanya replacement, ile 1000 ameiondoa. Hiyo nataka kuambia Wakenya kwamba hadi saa hizi bado haijaondolewa ya, kwa sababu hakuja kuwa na ile gazettement. Lakini pia saa zingine nakaa hivi na shangaa na rais wetu wa Kenya akikuja kutuomba kura. Nakumbuka replacement ID ilikuwa shilingi 100. Wakenya wamesahau bado. It was 100 shillings to go and replace your ID. And then after hapo akakuja kufanya nini? Kuongeza hizo pesa kutoka shilingi 100 hadi shilingi 1000. Unaona? Sasa hizi venye Wakenya wamesikia kwamba wanaweza kutoa hiyo shilingi 1000, wanafikiria ni kwamba wamepata mwokozi ama sijui anaitwa aje Yesu fulani. Kitu Wakenya wanafaa kujua ni kwamba saizi uongozi tuko nao Kenya ni uongozi ambao mtu analeta shida ama ana create that problem, and then at the end of it kama mshateseka mshahangaika ndiye anajifanya kuwa anaisolve, lakini mjue kwamba hiyo is not a solution, it's just a way of manipulation kwamba mkeze kumchagua tena. Sasa vijana tunafaa tufunguke macho, tuwe na akili na tutasonga mbele kama nchi yetu. Tumesalia na takriban dakika 3 hivi, nimpatie 1:30 Augustine atamatisha, alafu nitakupatia Marvin nayo. Kwa kuzungumzia baadhi ya masuala aliyoibua Marvin na pia kurejelea kauli ambazo tumezisikia, masuala ya vitambulisho, masuala ya ladha kutokuwepo na vituo vya kutosha, na zaidi nafikiri mtandao ambao umenyamaza sana, mtandao ambao ulitumika kuleta mamilioni ya vijana maelfu ya vijana barabarani na wengine tukawapoteza katika msururu huo wa maandamano. Mtandao hii vijana sasa hivi wanaitumia inavyostahili katika kutoa hamasa ya shughuli hii, Augustine?
sasa hii ndio ile wakati inafaa tushikane. Inafaa tushikane kwa sababu ni wakati umefika kuweka sauti yetu kwa mahali inayofaa. Hii sauti yetu ile wakati tulikuwa tunatoka kwa manyumba zetu tunaenda pale kwa barabara tunasema tujitokeze tuende pale maandamano, tutoe hii uongozi. Ingawaje ilikuwa ni vyema katika hali ya kidemokrasia, haki ya kuandamana. Lakini sasa wakati imefika sasa ya kuweka ile mambo tulikuwa tumeweka kwenye maandamano zetu katika kazi, kuondoa wale viongozi wenye tulichagua, ama tuseme wale viongozi wenye wazazi wetu walichagua kibahati mbaya, kwa sababu pale nyuma ilisemekana ya kwamba wamama wamepiga kura sana na wazee na vijana hawakupiga kura. Inamaanisha wale viongozi tunao kwa sasa sisi kama jinsi tuliweza kuwapiga kura, walipigiwa kura na wazazi wetu na wengi wetu kidogo. Lakini sasa ni wakati imefika ya sisi kuweza kujiandikisha, kwa sababu sisi kama vijana kama tunaweza piga hesabu turejiandikisha katika karibu vijana milioni 12. Tukipiga hiyo 12 kwa rais wote tunataka atashinda asubuhi na mapema, tunapokuwa na kiongozi mwenye sisi tunataka. Sasa hiyo fursa ndio hii. Hii mambo tu ni ukweli ya kwamba serikali hajaweza kufanya uhamasisho ya kutosha. Ni ukweli ya kwamba vituo havitoshi. Ni ukweli ya kwamba hakuna pale mtandao na watu wamenyamaza. Lakini sasa haifanyi kazi on our advantage. This is to the advantage ya hii serikali sisi. Hatuwezi nyamaza leo ndio tulalamike kesho. Wacha sisi tuongee against all odds. Tujitokeze katika njia zote. Tuhakikisha kwamba hata kama hatujaambiwa wale wachache wenye wako na hii ujumbe waweze kufikishia wenzao, tuende tuchukue kura, kwa sababu hii serikali yenye tuko tunasema one time, hii serikali mbaya ilichaguliwa na sisi wenye tukuweza kupiga kura ile wakati mwingine. Fursa imefika sahi ya sisi wenye kupiga kura tuweje kujiandikishe, tuchague serikali yenye tunataka, kwa sababu tusipofanya hivyo tutakuwa tunalalamika usiku na mchana. So muda ndio iko, majenzi wote waweze kujitokeza, waweze kujiita, hata kama wana fair watembee kama kikundi, wacha serikali ione ya kwamba tunajua haki yetu ya kikatiba, tuweze kuchukua kura ili kama 2027 tuweze kuondoa hii serikali ya one time. Hii itakuwa tutam na ni sisi ndio tutakuwa tumewapatia, kwa sababu hatutakuwa sisi ni wale watu wameweza kujichazilisha kupiga kura. Naam, Marvin, kwa kumalizia. Vijana kitu tunafaa kuelewa ni kwamba hakuna mtu yote ambaye anakuja kutuhamasisha, kwa sababu ilikuwa ni jukumu la serikali kuja kuhamasisha wananchi kuweza kuchukua kura, lakini kumbuka kwamba hiyo uhamasishaji kutoka kwa serikali wanajua kwamba ni athari kwao, ya. Sasa kitu tunafaa tufanye ni sisi wenyewe tuweze kujihamasisha sisi kwa sisi. Kama kuna kijana yoyote ambaye unajua hajaweza kuchukua hajajisajili, muhamasishe kabisa, na sisi wenyewe tusaidiane. Hata kama vituo ziko mbali, najua kuna mabasi huko kila mahali, kama hata ni kwenda kuzihaya na tulipe zile nauli, tuweze kumobilize vijana wakuje waende kufanya usajili wa kupiga kura, itakuwa vyema sana. Sasa ni sisi kwa sisi. Asante sana mtazamaji, tunatamatishia hapo mazungumzo, na nafikiri kauli mbiu ambayo inajitokeza kwenye mazungumzo haya kwenye bunge la mwananchi leo ni vijana, hususan wa kizazi cha Gen Z wakumbuke yaliyowapeleka kwenye barabara na kuandamana, na wale waliopata ulemavu kutokana na maandamano hayo, waliopoteza maisha yao kwa ajili ya kutaka mabadiliko. Wakati ni sasa ambapo wanafaa kujiandikisha kama wapiga kura. Ndio kauli ambayo inatoka kwa Marvin Mabonga ambaye ni kiongozi wa vijana na mwanaharakati wa masuala ya vijana. Asante sana kwa kuja na kwa muda wako. Pia nimshukuru sana Augustine Omondi ambaye ni mtaalamu na mchanganuzi wa masuala ya uongozi. Asante sana kwa kuja na kwa mchango wako. Na mtazamaji, kufikia hapo na tia nukta kwenye taarifa za leo za yanayojiri na bunge la mwananchi kwa jumla. Mwenzangu Dennis Aseto ma Ibrahim amefika studioni kuchukua usukani kwa taarifa hizi kwa lugha ya Kimombo. Hadi wakati mwingine inshallah. Kwaheri.